Na mchenyi wose. Habari zenu wote kwa wale nilioacha kwenye salamu ya kwanza ya Kigogo. Bila shaka mtakuwa wazima kabisa, na kama kuna wagonjwa na wanaopata changamoto zote, niwape pole na kuwaombea kwa Muumba ili nafuu ipatikane. Bila kuwa wazima kuna mambo chungu mzima hayataenda sawa. Muomba hamba kusikacheraga. Kwa majina naitwa Peter Laurent Timotheo Bunzu Mtoni, alimaarufu Kiroho Safi. Kama nilivyoahidi katika kipindi kilichopita kuwa leo tutayajua maisha ya mgogo pamoja na kujua maana ya ndonya na pengo. Baada ya mtoto wa kigogo kukua, kabla hajapelekwa jando, hutolewa jino moja la mbele. Jino hilo linaweza kuwa la juu ama la chini, inategemea mtolewaji meno yake yamekaaje. Kitendo hiki cha kung'olewa jino kinafanyika kwa watoto wa jinsia zote mbili. Sababu kuu ya kutoa jino la mbele zilikuwa mbili. Ya kwanza, uhinza kwa watoto wa kike na uzerero kwa watoto wa kiume. Hii ilifanyika kuongezea utanashati kwa watoto wa kiume na pamoja na kuwapa ujasiri. Sababu ya pili ilikuwa ni tahadhari, yaani kama mtu atapata na maradhi au ajali ikampelekea akauma meno, ni rahisi kumpatia huduma ya kwanza kwa kumpatia dawa au maji. Inasemekana hapo zamani kabla wagogo hawajaanza kutoa meno, kulitokea watu wawili waliopata ajali, wote wakazimia na wakafunga meno. Mmoja kati yao alikuwa na pengo na mwingine alikuwa hana pengo. Katika kuwapatia huduma ya kwanza, yule asiyekuwa na pengo alifariki dunia. Yule mwenye pengo alipata dawa na maji kupitia kwenye pengo lake, akapata nafuu, akaendelea kuishi. Tokea hapo wagogo wakaanza kutoa jino la mbele kuwa kama tahadhari kwa kuokoa maisha yao. Nindi au ndonya iliaminika kama kinga ya maradhi ya macho. Kutokana na shughuli za kiufugaji, kuliibuka na inzi wadogodogo waliwasumbua wanyama pamoja na wafugaji. Inzi hao wadogodogo waliosababisha ugonjwa wa macho ndio chanzo kikubwa cha nindi ama ndonya. Inzi hao wadogodogo waliosambaza ugonjwa wa macho ndio ilikuwa chanzo cha nindi au ndonya kama ilivyojulikana kwa makabila mengine. Inasemekana toka kipindi hicho watu walikuwa na ndonya hawakupatikana na maradhi ya ugonjwa wa macho. Hivyo jamii ikaona ili iwe salama na maradhi ya macho lazima wapatie kinga ya ndonya. Ni jinsi gani ndonya huwekwa? Ndonya huwekwa kwa kuchoma kikonyo cha ubuyu, kisha kabla hakijazimwa kinawekwa katikati ya paji la uso na kuacha kidonda. Kidonda hicho upaka majivu na kukiacha kipone taratibu. Kovu linalobaki ndio ndonya. Kuna baadhi ya watu hudhani kwamba ndonya ndio alama ya mgogo. Mgogo hatambuliki kwa ndonya. Nyumba ya asili ya mgogo ni itembe, yaani nyumba iliyoezekwa kwa walo, fito ndogondogo, majani na udongo. Walo hushikiliwa na miti mingine inaitwa mahapa. Mahapa hushikiliwa na miti mingine mikubwa inaitwa michichi. Michichi hushikiliwa na nguzo imara zinazochimbiwa chini ambazo kwa kilugha ya Kigogo huitwa masumbili. Kama tulivyosema kuwa moja ya shughuli za kabila za Wagogo ni kilimo na ufugaji. Ufuga ng'ombe, pene au mbuzi, ng'olo yani kondoo, na ndogoe yani punda. Kwa upande wa kilimo, jamii ya Wagogo hulima mtama, uwele,
mahindi kwa ajili ya chakula, na hulima karanga, ufuta, zabibu, mihogo, alizeti na nyanya kwa ajili ya biashara. Chakula cha Wagogo ni ugali, na mboga zao ni lende, safwe, chiwandagulu, chidingulilu, chihaji, fwene, fwili pamoja na sanya. Hizo ni baadhi tu ya mboga za Kigogo, japo zipo nyingi ambazo sijazitaja hapa. Mavazi ya asili ya Kigogo. Wanaume huvaa lubega, yaani shuka mbili zilizofungwa pamoja na kanga. Kiunoni huvalia mkanda wa ngozi ambayo huchomeka sime pamoja na kirungu. Chini huvaa viatu vya tairi za gari, yaani tanje au mtanje. Mwanamke huvaa kaniki na kufunga kanga kifuani mwake na mapambo kadha wa kadha. Wagogo pia hujishughulisha na uwindaji, na silaha zao ni kama upinde, mkuki, hengo, shoka, mbazo, sime na kadhalika. Pia wana matunda ya asili ambayo ni tafuta, melemehe, ngweru, sada, udawi, fulu, mumba, zabibu, mundwe na karanga. Wagogo pia wana nahau na methali. Labda niseme tu moja ya nahau na methali za Kigogo. Chilingo cha kutari sichamira gande, ng'ombe rongo kumulyaga mnyerongo, yone sambire mlambo zose zingweye, seje yemigendere, mbofu akongwe meso, dinda muno abene chegula, chikande cha muhuma melemeyo nhili. Ale wakati na havi himba nzugunga himba gamziwa alikali. Ale wakati na havi yono isambile mlambo zose zingweye, hafinyu hoibanilaga belegasira yonyama sawo makwe ndia chakwe simbugu, ndugu mwenda mtitu, ikirenga inanyagwe, usugu wa ndege ulikumbawa. Hizo tu ni baadhi ya methali na nahau za Kigogo. Zipo nyingi tunavyoendelea ndazidi kukupatia. Asanteni sana ndugu zangu kwa kunisikiliza. Makala ijayo nitawaletea ndoa na unyago. Je, unajua siri ya kumpata mwanamke wa Kigogo? Ungana nami makala ijayo. Ng'ombe rongo kumulyaga mnyerongo. Ciao.